Hello, habari, karibu tena kwenye kipindi cha leo. Leo nataka tutiane moyo, pia tukumbushane. Kuna watu kwenye maisha, huwa tunapitia, kuto kutakwa muda mwingine na watu. Mtu hakupendi labda, sisi bado tunang'ang'ania kwa kuona kwamba kuna siku atabadilika. Mtu anakudharau, mtu hakutaki, lakini still tunaendelea kung'ang'ania kwa sababu sisi tu tuweze kujisikia vizuri kwao. Tunaforce, tunachesi wao watupende sisi, watutake sisi. Lakini jambo ambalo tunasahau ni kwamba muda mwingine wanafanya vile kwa sababu hawaoni thamani ambayo tunayo kwao. Kwa sababu muda mwingi tunatumia katika kuweza kuchase, kujionyesha kwao. Lakini kumbe jambo ambalo tunasahau ni kwamba inabidi tuishi sisi, yani kuwa wewe, be you, ishi uhalisia wako wewe kama wewe, bila kuonyesha, bila kuprove kitu fulani kwa watu au kwa huyo mtu. Kama atakuwa tayari kuweza kuona thamani yako juu ya ule upekee ulionao, ndipo sasa mtaweza kwenda kwa pamoja na yeye ataweza kuwa msaada kwako kwa kuweza kutumia yale alionayo na wewe ulionayo ili muweze kuishi, ili muweze kulea kile kitu ambacho kinazaliwa baina yenu nyie watu wawili. Na sio tu kuweza kuchase mpaka humpi muda yule mtu wa kuweza kufocus, kufikiria maisha yake, lakini uko busy katika kuweza kuchase. Si jambo jema sana. Wewe ni mtu mzuri sana. Wewe una thamani kubwa sana mbele ya Mungu. Wewe kuwepo kwenye hii dunia, haupo hapa kwa bahati mbaya. Haupo hapa kwa sababu tu unataka kuprove vitu fulani kwa watu. Hapana. Upo hapa kwa sababu inabidi uishi. Upo hapa, upo hai kwa sababu Mungu ana kitu ameweka ndani yako, na hicho kitu inabidi wewe ndio ukifanye kwenye dunia. Kwa pale utakapo husiana na Mungu, pale utakapotaka kujua yale Mungu ambayo alikuandikia kwa ajili yako, yale Mungu ambayo alikuagiza uyafanye kwenye dunia, maana anasema alitujua kabla hajatoka kwenye matumbo ya mama zetu. Kwa yale ambayo alitujua nayo, inapaswa tuweze kuyajua na inabidi tuyaishi kwa sababu ndo tuko kwenye dunia. Na tukiyaishi hayo ambao Mungu alitujua nayo, inamaanisha sisi tutakuwa nuru, tutakuwa mwanga. Tutavutia watu ambao wanaendana na yale ambao tunayo sisi, yale ambao Mungu ametuwekea ndani yetu na si vinginevyo. Kwa hiyo sasa, kazi tulionayo ni sisi kuweza kuishi ule upekee uliopo ndani yetu, ili watu wengine waweze kupata ile test ya maisha yetu, ili wao waweze kunufaika na yale ambao Mungu ametuwekea ndani yetu. Tupunguze ubinafsi wa kutaka kwamba kila mtu atupende sisi na tunajaribu kuforce, kuchase. Si jambo jema sana. Mtu ambaye unaona haendani na kile ambacho umekibeba, hebu mweke pending. Kumweka pending kwako, utamweka tu pending wewe basi nimeamua, ila utakavyo ona clear yale maono ulionayo, utakavyo concentrate, utakavyo focus katika wewe yule wa ndani, utakavyo focus na yule Mungu aliyekufanya wewe kuwa, inamaanisha akili yako, maisha yako yote yakamezwa huko. Kuna baadhi ya watu, matawi yasiyofaa yataondoka kwako bila hata force yoyote, bila hata wewe mwenyewe kujutia ndani yako. Ingawa kibinadamu kuna namna unaweza kaona sasa mbona, lakini kadri utakavyo focus na wewe mwenyewe, utakuja kugundua kumbe nilikuwa napoteza muda kuweza kuprove vitu kwa mtu fulani au kwa watu fulani. Focus na wewe. Maisha yako yawe ya baraka kwa watu. Maisha yako yawe msaada
kwa watu. Kwa sababu yeye Mungu ndiye atusaidiaye. Na Mungu wewe amekuweka ili aweze kuextend his kingdom katika hii dunia. Kwa hiyo usipate hofu yoyote. Usiwe mtu wa kuchase. Maisha yako yana thamani sana kuliko namna unavyotaka kuprove vitu fulani kwa watu. Ishi wewe, ishi uhalisia, na Mungu wa mbinguni atakuonekania kwa namna kubwa na ya ajabu sana, na watu watafurahia ule upekee mkubwa ambao Mungu amekuwekea ndani yako. Na kuombea sana katika jina la Yesu uweze kuishi yale ambao Mungu alikuwekea ndani yako. Simama katika sehemu yako. Wewe kama wewe, cheza katika sehemu yako. Maana Biblia inatuambia katika hii Mathayo kwamba tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, kamwe hamtatimiliza tamaa za mwili. Kamwe hamtatimiliza tamaa za nini? Tamaa ya mwili. Na Mungu wetu ni mwema sana. Atatujalia ili tuweze kwenda sawa na vile ambavyo Mungu anataka tuenende. Hiyo katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 33 ndio hicho mstari ambao unasema kwamba bali utafuteni kwanza ufalme wa mbingu na haki yake, nao mengine mtazidishiwa. Mungu anatupenda. Usisumbukie mambo ambayo hayakuhusu. Hebu tafuta calling yako, tafuta kujua wewe ni nani, alafu kuwa tayari kuishi katika hiyo. Na msaada wa Mungu ukiwa ndani yako, basi hayo mengine yote unayoyataka yatakuja. Unataka mwenza, sasa mimi umri umeenda sana, sasa atakupatia. Mimi pesa ni tatizo, ishi katika yale, vingine vitakuja. Kwa sababu Mungu ametuleta kwa ajili ya kusolve problems, kwa ajili ya kutatua matatizo, na tuko duniani kwa ajili ya kutatua matatizo. Hivi vingine vyote vipo kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali. Pesa si changamoto kwako. Hebu mrejelee Mungu. Mungu atakuonyesha yale yakupasayo kuyafanya. Kuwa tayari kuweza kurenew mind, kuwa tayari kuweza kuona mambo katika namna nyingine ambayo ni nzuri, na kila kitu kitakaa sawa katika maisha yako. Asante sana ndugu mtazamaji kwa kuweza kunipa muda wako. Nimefurahi sana, nimeshukuru sana, na Mungu wa mbinguni azidi kukubariki sana. Baraka zake zizidi kuwa na wewe katika maisha yako yote, siku zote za maisha yako. Asante sana, uwe na wakati mwema. Kwaheri kwa siku ya leo. Asante sana.